Wakawaiba atraban, wanawake waliosimamisha vifua vyao, yani chuchu zimesimama hivi, hazikuanguka. Kilipiga hivi linakwenda linarudi linakosalimia hivi, na kutizama liko pale pale linarudi vile vile, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa salatullahi wa salamuhu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Allah subhanahu wa ta'ala anasema katika kitabu chake kitukufu Al-Quran fi surati At-Tauba, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un la ta'tadhiru qad kafartum ba'da imanikum. Allah azza wa jalla anasema katika sehemu ya mwisho ya aya 55 kwenye surati At-Tauba na mwanzoni mwa aya 56, anasema Allah subhanahu wa ta'ala, Qul abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un. Hebu ambie Muhammad, Allah subhanahu wa ta'ala na aya zake na mtume wake ndo mnamfanyia kejeli, mnacheza shere na aya za Allah na mtume wake, mnafanya istihza, mnaleta maskhara mabaya kwenye aya za Allah subhanahu wa ta'ala. La ta'tadhiru, msitoe vijisababu, msitoe udhuru, qad kafartum ba'da imanikum, qad kafartum ba'da imanikum. Nyie tayari mmeshakufuru baada ya kuwa mwanzoni mliamini, tayari hivi sasa mmeshakufuru. Aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anatufunza jambo kwamba mtu yoyote atakayechezea sehemu katika aya zake, atakayechezea heshima ya mtume wake, huyo ameshakufuru. Yani katika aya zake, mathalan ukichezea Qur'ani ukafanya kejeli na istihza na kutumia maneno ya Allah kwa masihara mabaya, kwa dharau, au ukamtaja mtume kwa dharau, kwa kejeli, umeshakufuru. Na hiki ndicho kilichofanywa na mmoja katika majahil tulionao hivi sasa, ambaye baadhi ya watu wanamvika kofia ya ushekhe, baadhi ya watu ambao wana lengo la kumharibu zaidi wanamvika kofia ya ushekhe. Tabasamu la meno ya mwanamke wa peponi, akicheka mtume anasema kule kutabasamu tulikaonekana jicho lake nuru huzagaa. Umewahi kuona wapi we? Wake zetu ndio hawa, unastarehe naye unakutana na mboga ya kisamvu ile ganda kae jina hili. Ukikumbuka mboga ya kisamvu tulikula lini? Toka juzi mpaka leo kuna mboga ya kisamvu kwenye meno. Hapo hapo hata kama Abedi alikuwa akasimama na rudi chini wala dhalina amin na vasurana kwenda zako. Hapo hapo hata kama Abedi alikuwa akasimama na rudi chini wala dhalina amin na vasurana kwenda zako. Mwenyezi Mungu ameandaa si maskhara, anasema wakawaiba atraba uruban atraba. Hivi ndivyo alivyowasifu wanawake wa peponi. Utavutika ukitaka usitake. Hakuna mambo ya kwamba nimepoa mwanamke ndo basi tu wa kupunguzia hizo shahawa tu, lakini hata sijampenda mimi. Hakuna. Wakawaiba atraban, wanawake waliosimamisha vifua vyao, yani chuchu zimesimama hivi, hazikuanguka. Kilipiga hivi linakwenda linarudi linakosalimia hivi, na kutizama liko pale pale linarudi vile vile, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali, sio yale. Nadhani mmemsikia hapa, alikuwa anawaelezea watu kuhusu neema za peponi. Lakini kwanza ukiangalia ule uslubu anaotumia katika kueleza neema za peponi, utashangaa, utacheka. Hivi wewe unaeleza kuhusu neema za peponi, tena unatumia uslubu wa kukemea watu, umetoa mijicho, umekaza. Ukiwa unaelezea jambo zuri, tumia uslubu kwa mujibu wa lile ambalo unaelezea. Unaelezea neema za peponi kuwa mlaini, kuwa ni mwenye tabasamu. Lakini mtu unaelezea neema za peponi unawatolea watu mijicho, umewakazia sauti,
Maana hata namna ya kuwafikishia watu ujumbe pia huyu jahil hajui kabisa. Anachokijua yeye labda kuchamba watu wazima na kutovuka adabu na kupotosha watu, kuwaletea watu fikra mbovu, basi ndo anachokijua. Hili la kwanza. Lakini ninachotaka kuzungumza hasa ni kwamba wakati anawapa watu maelezo kuhusu neema za peponi, ametumia aya katika Qur'an, suratul Fatiha. Ndani yake amechukua aya, ametoa mfano wake akilinganisha wanawake wa duniani na wanawake wa akhira, wanawake walioko peponi. Anasema wanawake wa duniani unaweza ukamkuta mboga ipo kwenye jino imekaa pale pale. Abedi hata kama alikuwa amesimama anarudi zake chini. Abedi yani anakusudia abedi hapa, nadhani tutakuwa tumeshafahamiana, yeye anakusudia ni utupu wa mwanamume wa mbele. Abedi hata kama alikuwa amesimama atashuka chini tena, wala dhalin, amin. Wake zetu ndio hawa, unastarehe naye unakutana na mboga ya kisamvu ile ganda kae jina hivi. Ukikumbuka mboga ya kisamvu tulikula lini? Toka juzi mpaka leo kuna mboga ya kisamvu kwenye meno. Hapo hata kama Abedi alikuwa akasimama narudi chini, wala dhalin, amin, na vasura na kwenda zako. Hapo hata kama Abedi alikuwa akasimama narudi chini, wala dhalin, amin, na vasura na kwenda zako. Yani katika sehemu duni dhalili ambayo aya haina hata mafungamano na mahala pale, tena ni mahala ambapo sipa heshima kuzungumzia aya. Kwanza si maana yake, aya haina maana hiyo kabisa wala mahusiano yoyote. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin ni nani? Hii ni dua ambayo mtu anaomba kupitia sura hii anapoisoma kwamba siratal ladhina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yani Allah utupitishe katika njia ambayo ya watu walioneemeshwa. Sasa angalia sasa, njia isiyokuwa ya Mayahudi wala Manasara, yani njia ya watu wema walioneemeshwa, njia ya kwenda peponi hiyo. Hivi hii njia ndo iwe maana yake aje ifananishe na mtu kulala utupu wake na kukosa matamanio? Ndio maana yake ndo sawa na njia ile ya watu wema? Jamani, basi mtu kweli wewe jahil, kweli wewe ni mjinga, lakini unafikaje ujinga wako kwenye kiwango hichi? Akaona hajatosheka, akaja tena kuitumia aya hiyo kwenye mahali pengine, kwenye kufananisha maziwa yaliyolala, kwamba maziwa yaliyolala ndo wala dhalin. Wakawaiba atraban, wanawake waliosimamisha vifua vyao, yani chuchu zimesimama hivi, hazikuanguka. Kilipiga hivi linakwenda linarudi linakosalimia hivi, na kutizama liko pale pale linarudi vile vile, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali, sio yale kwenda chini wala dhalin tena ya huko amin kwa mbali. Sasa maziwa kulala ndo wala dhalin, maziwa kulala, yani lile jambo duni dhaifu lisilopendeza, yeye ndo anatafsiri, anaingiza aya ndo ghairil maghdubi alaihim waladdallin, kwa maana ndo ile njia ya watu wema hiyo, sio njia ya waliokasirikiwa na waliopotea. Kama ukafananishe njia ya walioneemeshwa na maziwa yaliyolala, ukafananishe njia ya walioneemeshwa na utupu uliolala wa mwanamume, kweli hata akilini tu inaingia. Ndio maana kila siku naambia watu, huyu kijana ni mwehu, kijana huyu ni mwehu, akili zake haziko sawa. Mbali na kwamba elimu yake ni ndogo, hana elimu, hana maarifa, lakini hata zile akili zake tu hazitumii vizuri, na mwenyewe anazungumza kwa kujiamini kabisa. Vipi utatumia aya hivi, Qur'ani utaichezea hivi? Hii ni istihza, kuifanyia kejeli Qur'ani, kuidharau Qur'ani, kuifanyia maskhara mabaya Qur'ani. Sasa hapa nataka nikunukulieni ulama wanasema vipi kwa mtu kama huyu, au kwa namna kama hii ya kutumia aya za Qur'ani katika namna hii. Ukifungua kitabu Al-Majmu' cha Al-Imam An-Nawawi, Al-Majmu' Sharh Al-Muhadhab cha Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala, juzuu ya pili,
ukurasa 170, anasema al-Imam an-Nawawi rahimahullah, sikilizeni vizuri haya maneno, sikilizeni vizuri. Wa ajma'atil ummatu ala wujubi ta'dhimil Qur'ani ala al-itlaqi wa tanzihihi wa siyanatihi. Anasema Imam an-Nawawi, na umma wa Kiislamu umekubaliana juu ya ulazima wa kuitukuza, kuiheshimu Qur'ani na kuihifadhi. Kuiheshimu Qur'ani, kuitukuza Qur'ani na kuihifadhi Qur'ani, isifanyiwe mabaya, isikejeliwe, isifanyiwe dharau. Watu waihifadhi, wailinde, maana yake ni lazima. Umma umekubaliana. Wa ajma'u, anaendelea kusema, na wamekubaliana pia ulama na waislamu wote, umma umekubaliana ala anna man istakhaffa bil Qur'ani, kwamba yule atakaidogosha Qur'ani au bishai'in minhu, au sehemu ndogo tu katika Qur'ani, akawa hajaifanyia dharau Qur'ani yote, sehemu ndogo tu katika Qur'ani, au bil mushafi, au ule msahafu, kile kitabu chenyewe akakifanyia kejeli au dharau, au akakifanyia jambo baya. Mathalan akachukua kitabu Qur'ani, kile kitabu mushafu ule, akautia haja ndogo kwa kudharau, akauchana kwa njia ya dharau, akautupa. Au alqahu fi qadhuratin, au akatupa msahafu kwenye uchafu. Au kadhaba bi shay'in mimma jaa bihi min hukmin au khabarin, au akapinga jambo katika yale yaliyokuja kwenye Qur'ani, iwe hukumu au habari, akapinga. Au nafa ma athbatahu, au akakanusha kile ambacho Qur'ani imekithibitisha. Au athbata ma nafahu, au akaja akathibitisha jambo ambalo Qur'ani imelipinga, imelikanusha. Au shakka fi shay'in min dhalika, au huyo mtu akawa katilia shaka tu sehemu ndogo katika Qur'ani, akaitilia wasiwasi tu. Wa huwa alimun bihi, naye ni mwenye kujua kwamba hilo analolifanya silo. Kafar, huyo mtu atakuwa ameshakufuru. Ndio hicho alichokifanya huyu jahil mwehu mshirikina huyu. Na hatushangae sisi, kwa sababu kuna kipindi alitupa kitabu ambacho ndani yake kuna sehemu kwenye Qur'ani, akakitupa kwa dharau. Huyu ni mwehu, kwa hiyo hatushangai sisi. Lakini tu ndo ni wajibu wetu kuendelea kumnasihi licha ya akili ndogo alizonazo, na vile vile kuunasihi umma kwamba huyu si mtu wa kutegemewa au kusikilizwa kwamba eti ukachukue maarifa kwake. Kwa hiyo Imamu Nawawi rahimahullah anatueleza hapa kwamba ijma' hii ya umma, kwa mtu atakayefanya kejeli na maskhara mabaya akaleta dharau kwenye aya za Qur'ani, basi huyu ameshakufuru. Na hili jamaa limefanya kufuru, lazima tuliambie hili mweho. Lakini pia anaweza kuja mtu akasema huenda katumia iktibas. Wanaosoma balagha wanajua kwamba kuna iktibas. Iktibas maana yake nini? Iktibas, unatumia aya au hadithi, lakini wakati unapoitumia husemi kwamba huainishe, yani huonyeshi kwamba hiyo ni aya, unatumia tu, ndio iktibas. Lakini hapa huyu jamaa hajatumia iktibas, sio iktibasi hii. Lakini iktibas ni kutumia aya, unatumia aya katika mazungumzo yako ya kawaida, unaichomeka aya, lakini husemi kwamba hii ni aya, yani unaingiza aya kama kwamba ni maneno yako, lakini wewe unajua kwamba hii ni aya na unaitumia hapo. Sasa kwenye iktibas sharti ile aya uitumie mahali sahihi, tena katika njia nzuri ya heshima, kwa sababu ni maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mfano nitakupeni ili tuelewe kwenye iktibas ni nini, lakini wale wanaosoma mambo ya lugha wanajua, waliosoma balagha wanajua. Mathalan mimi na wageni wawili, kisha nikawakaribisha nyumbani, nikawa nimewaandalia aina mbalimbali za vyakula. Kwa mfano natoa, kisha nikawaambia wakula minha raghadan haythu shi'tuma, nikawaambia kama hivyo, kuleni kwa uhuru kabisa, mnapotaka, mnachotaka kuleni. Hapa nimetumia hii aya, lakini kama mazungumzo ya kawaida tu katika kuwaambia, lakini nimeitumia katika njia ambayo inanasibiana na jambo na katika njia ya heshima. Au mathalan wako wengi na wakaribisha kula, nikawaambia kulu washrabu hani'an bima kuntum ta'malun, nikawaambia hivyo. Nimetumia aya, lakini mahali panapo nasibiana na vile vile kwa njia ya heshima. Au mfano mwingine mathalan
mtu anamlaumu mtu mwingine, huyu anafanya kazi mahali ambapo halipwi, anafanya kazi ambayo la yusmin wala yughni min ju', anafanya kazi ambayo la yusmin wala yughni min ju', kazi ambayo haina faida yoyote, haimnenepeshe, muondoshe njaa. Unaona, katumia aya lakini kwenye mahali ambapo pana endana na ni mahali pa heshima, hapaivunji heshima ile Qur'an. Hiyo ndio iktibas. Nimetoa mfano kidogo tu, lakini naeleza kwamba hii alotumia hapa sio iktibas, ni kuifanyia dhihaka Qur'ani, na huyo mtu amekufuru. Sasa nasaha zangu ni kwamba arudie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, arudi kwenye dini yake, kisha arudie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na atulize akili zake. Kweli ni mwehu, lakini wakati mwingine ajidhibiti, afunge break. Mimi naamini yeye mwenyewe anajua kwamba ni mwehu. Sasa wakati mwingine tu akae atulie kwamba mimi ni mwehu, lakini kidogo umwehu wangu una mipaka kidogo. Hizi ndo nasaha zangu kwake.